Shalom, shalom watu wa Mungu. Leo tutaenda kujifunza somo linasema tunaokolewa kwa neema ina maana gani? Leo tutaenda kujifunza somo linasema tunaokolewa kwa neema ina maana gani? Kwanza tuanze na neno neema. Neema ni wema, upendeleo au fadhila unayopokea bila kustahili kwa jitihada zako mwenyewe. Ni kitu kizuri unachopewa bure. Bali tuamini kwamba tutaokoka kwa neema ya Bwana Yesu vile kama wao. Kusoma Matendo ya Mitume sura ya 15 mstari wa 11 inasema habari hii. Kwa mtazamo wa kiroho tuone neema kwa mtazamo wa kiroho. Neema ni upendo na wema wa Mungu kwa wanadamu anaoutoa bila kulazimishwa na bila mwanadamu kustahili. Kwa neema kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Kusoma Waefeso sura ya 2 mstari wa 8 inasema kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Mungu anaweza kuokoa vipi kwa neema? Ni kwa sababu Mungu ni mwenye neema. 1. Ila kwa rehema zako nyingi hukuwakomesha kabisa, wala kuwaacha, kwa maana wewe u Mungu mwenye neema, mwenye rehema. Ukisoma Nehemia sura ya 9 mstari wa 31 utapata hii habari. 2. Lakini wewe Bwana u Mungu wa rehema na neema, mvumilivu, mwingi wa fadhili na kweli. Napatikana kwenye Zaburi 86 mstari wa 15. Bwana amejaa huruma na neema, haoni hasira upesi, ni mwingi wa fadhili. Zaburi 103 mstari wa 8. Je, Mungu huwapa neema watu wa namna gani hasa? Mungu huwapa neema watu wa namna gani hasa? Ni kweli Mungu wetu ni Mungu wa neema na kuwaokoa watu kwa neema yake tu. Si kwamba walistahili, bali ni kwa huruma zake na upendo wake kwao. Lakini tunapaswa kutambua kuwa neema ya Mungu huwapata zaidi wale wanyenyekevu wa moyo. Namba 1 hiyo, wanyenyekevu wa moyo. Si kila mtu tu anaweza kuipokea neema ya Mungu, la hasha. Watu wenye dharau hawana nafasi na neema za Mungu. Ila kama watatubu dhambi zao na kuacha dharau, watapata neema pia. Tunaona kwenye kitabu cha Methali sura ya 3 mstari wa 34. Hakika yake huwadharau wenye dharau, bali huwapa wanyenyekevu neema. Lakini hutujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo husema Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 6 utapata hizi habari. Yakobo 4:6. Namba 2, pia neema ya Mungu huwapata wale wanaotoa ushuhuda mwema kuhusu kufufuka au maisha ya Yesu Kristo. Hawa hupokea neema maradufu. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 33. Na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao wote. Roman 3. Watu wenye kuithamini miili yao, wanawake wenye kuheshimu miili yao, yaani wanaojitunza. Tunamwona Bikira Maria, si kwamba alipata neema tu bure, hapana. Kwa sababu alikuwa ametunza mwili wake, yeye alikuwa ni bikira. Ndio maana neema ya kumbeba mtoto Yesu ilimpata yeye.
Tunasoma kwenye kitabu cha Luka sura ya kwanza mstari wa 26 hadi 31. Neno la Mungu linasema, mwezi wa 6 malaika Gabriel alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareth, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu, wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu, uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Luka sura ya kwanza mstari wa 26 hadi 31. Roman 4. Pale maovu na machukizo yanapozidi, Mungu pia huachia neema kubwa sana kwa watu wake. Pale maovu na machukizo yanapozidi, Mungu pia huachia neema kubwa sana kwa watu wake. Tunaona kwenye kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 20 hadi 21. Lakini sheria iliingia ili kosa lile liwe kubwa sana, na dhambi ilipozidi, neema ilikuwa nyingi zaidi, ili kwamba kama vile dhambi ilivyotawala katika mauti, vivyo hivyo kwa njia ya haki neema itawale hata uzima wa milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Warumi sura ya 5 mstari wa 20 hadi 21. Tunaona Roman 5, Mungu huwapa neema watu awapendao, walioitwa kuwa watakatifu wake. Tunaona kwenye Warumi sura ya kwanza mstari wa 7, kwa wote walio Rumi, wapendwao na Mungu, walioitwa kuwa watakatifu, neema na iwe kwenu na amani itokayo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Warumi sura ya kwanza mstari wa 7. Roman 6, Mungu huwapa neema watu wenye kutenda haki. Mungu huwapa neema watu wenye kutenda haki, ili kwamba vile dhambi ilivyotawala katika mauti, vivyo hivyo kwa njia ya haki neema itawale hata uzima wa milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Warumi sura ya 5 mstari wa 21. Mungu huwapa neema watu wenye kutenda haki, ili kwamba kama vile dhambi ilivyotawala katika mauti, vivyo hivyo kwa njia ya haki neema itawale hata uzima wa milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Warumi 5:21. Roman 7, Mungu huwapa neema wale wenye shauku ya kumtumikia. Mungu huwapa neema wale wenye shauku ya kumtumikia. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote, wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 10. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 10. Lakini tunaendelea hapa, inasema kwa nini Mwenyezi Mungu ametuhamisha kutoka katika kipindi cha sheria kwenda katika kipindi cha neema? Kwa nini Mwenyezi Mungu ametuhamisha kutoka katika kipindi cha sheria kwenda katika kipindi cha neema? Formula ya Mungu ni ile ile. Formula ya Mungu ni ile ile. Makosa au uovu unapokuwa mwingi, na rehema ya Mungu inazidi kuwa nyingi pia. Tunaona kwenye kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 20. Lakini sheria iliingia ili kosa lile liwe kubwa sana, na dhambi ilipozidi, neema ilikuwa nyingi zaidi. Warumi sura ya 5 mstari wa 20. Tunaona sasa. Tuendelee kujua sasa kwa nini Mwenyezi Mungu ametuhamisha kutoka katika kipindi cha sheria kwenda kwenye kipindi cha neema. Pointi ya kwanza,
Mungu ametuhamisha kutoka kwenye kipindi kigumu cha sheria na kumtoa mwanaye ili sisi tupate neema ya ukombozi. Tunaona kwenye Warumi sura ya 5 mstari wa 16 hadi 17. Wala kadiri ya yule mtu mmoja aliyefanya dhambi si kadiri ya kile kipawa, kwa maana hukumu ilikuja kwa njia ya mtu mmoja ikaleta adhabu, bali karama ya neema ilikuja kwa ajili ya makosa mengi ikaleta kuhesabiwa haki. Kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala, kwa sababu ya yule mmoja zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja Yesu Kristo. Warumi sura ya 5 mstari wa 16 hadi wa 17. Tunaona Roman 2, kipindi cha sheria mlolongo wa wokovu ulikuwa ni mgumu, hata kumkaribia Mungu haikuwa rahisi kabisa. Na ndio maana kupitia damu yake tumepata neema ya kuokolewa kwa neema. Kwa maana dhambi haitatawala ninyi, kwa sababu hamui chini ya sheria bali chini ya neema. Warumi sura ya 6 mstari wa 14. Kwa maana dhambi haitawatawala ninyi, kwa sababu hamui chini ya sheria bali chini ya neema. Warumi 6:14. Roman 3. Mungu ametupa kipindi hiki cha neema ili sifa, shukrani na utukufu ubaki kwa Mungu pekee. Kwa maana wakati wa Agano la Kale hapakuwa na neema yoyote. Tunaona kwenye Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 15 inasema, kwa maana mambo yote ni kwa ajili yenu, ili neema hiyo ikiongezwa sana na hao walio wengi, shukrani izidishwe na Mungu atukuzwe. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 15. Roman 4. Mungu ametupa agano jipya wakati wa neema, si kwamba sisi ni wenye haki sana au matendo yetu ni mema mbele zake. Hapana, tumehamishwa kutoka kwenye kipindi cha sheria mpaka neema kwa makusudi maalum ya Mungu. Tunaona kwenye Timotheo ya pili sura ya 1 mstari wa 9, ambaye alituokoa akatuita kwa mwito mtakatifu, si kwa kadri ya matendo yetu sisi, bali kwa kadri ya makusudi yake yeye na neema yake. Na neema hiyo tulipewa katika Kristo Yesu tangu milele. Timotheo ya pili sura ya 1 mstari wa 9. Tuone wakati wa Agano la Kale mwanadamu alipaswa kufanya nini ili pale alipomkosea Mwenyezi Mungu. Tuone wakati wa Agano la Kale mwanadamu alipaswa kufanya nini pale alipomkosea Mwenyezi Mungu. Roman 1. Agano la kwanza Mungu aliweka na Abraham kabla hata jina lake halijabadilishwa kwa Abraham. Mungu aliongea na Abraham kwa njia ya ndoto na kumwambia muandalie ndama wa miaka 3, mbuzi wa miaka 3, kondoo mume wa miaka 3 na ua na mwananjiwa, kisha akawapasua vipande viwili, japo ndege hakuwapasua. Ukiendelea kusoma mstari unaofuata kutoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 15 mstari wa 17 hadi 18, neno la Mungu linasema, ikawa jua lilipokuchwa likawa giza. Tazama, tanuru ya moshi na mwenge unaowaka ulipita kati ya vile vipande vya nyama. Siku ile Bwana akafanya agano na Abraham, akasema, uzao wako nimewapa nchi hii, kutoka mto wa Misri mpaka huo mto mkubwa, mto Frati. Wakati ule watu walichinja mnyama na kumkatakata vipande viwili, kisha wakapita katikati ya vipande vile, wakiapa kwamba kama vile mnyama alivyochinjwa, hata wao wauawe vile vile kama wangevunja maagano yao. Kusoma kitabu cha Mwanzo sura ya 15 mstari wa 9 hadi wa 11 utapata habari hii. Lakini pia imeandikwa katika kitabu cha Yeremia sura ya 34 mstari wa 18. Maandiko matakatifu yanasema, na watu hao waliolivunja agano langu, wasioyatimiza maneno ya agano lile waliolifanya mbele zangu, wakati ule walipomkata ndama vipande viwili, wakapita katikati ya vipande vile,
Yeremia 34:18. Roman 3. Kwa mwanadamu aliyetenda uovu alitakiwa afanyiwe ibada ya upatanisho, ambapo alitakiwa kutoa mahitaji kadhaa kwa ajili ya ibada hiyo ambayo ilipaswa kuongozwa na kuhani. Mahitaji hayo yalikuwa ni kama ifuatavyo: sadaka ya unga au minsha. Ilikuwa ni ishara ya utii, shukrani na kujitolea kwa Mungu. Mara nyingi ilitolewa pamoja na sadaka za wanyama. Unga huu ulichukuliwa kiasi kidogo na kuchemshwa na kuokwa kwenye kikaango, na sehemu iliyobaki alichukua kuhani. B. Sadaka ya mnyama dhabihu kama vile kondoo, mbuzi au fahali. Sadaka hii ya kuteketezwa au burnt offering ilipaswa mnyama mzima kuchomwa motoni kwa ajili ya upatanisho wa jumla na kujitolea. Pili, kulikuwa na sadaka ya amani, peace offering, ambapo ilikuwa ni sadaka ya kusherehekea baraka, shukrani au kutimiza nadhiri, na sehemu zake walipewa makuhani na waabudu. Tatu, kulikuwa na sadaka ya dhambi au hatia, sin or guilt offering, kwa ajili ya kufunika dhambi maalum, ambapo utekelezaji wake ulikuwa hivi: damu ilinyunyizwa madhabahuni, mafuta yalichomwa, na sehemu nyingine za mnyama walipewa makuhani au watu. Tunaweza kuona mfano wa sadaka ya kuondoa hatia namna ilivyotekelezwa. Tunaona kwenye kitabu cha Walawi sura ya 7 mstari wa 1 hadi wa 10. Walawi 7:1 hadi 10. Inasema, na sheria ya hiyo sadaka ya hatia ni hii: mtakatifu sana. Wataichinja sadaka ya hatia pale pale waichinjapo sadaka ya kuteketezwa, na damu yake atainyunyiza katika madhabahu pande zote. Katika sadaka hiyo atasongeza mafuta yake yote, yaani mkia wake wenye mafuta na mafuta yafunikayo matumbo na figo zake mbili, na mafuta yaliyoshikamana nazo yaliyo karibu na kiuno chake, kitambi kilicho katika ini pamoja na figo zake mbili, na hayo yote atakayoyaondoa. Na kuhani atakayeteketeza juu ya madhabahu kuwa dhabihu kwa Bwana kwa njia ya moto ni sadaka ya hatia. Kila mtu mume miongoni mwa makuhani atakula sadaka hiyo. Italiwa katika mahali patakatifu, ni takatifu sana. Kama hiyo sadaka ya dhambi ilivyo, na sadaka ya hatia ni hivyo. Sheria yake ni moja: kuhani atafanya upatanisho kwayo, ndiye atakayekuwa nayo. Tena kuhani atakayesongeza sadaka ya kuteketezwa ya mtu awaye yote, huyo kuhani atatwaa awe nayo ngozi ya huyo mnyama wa sadaka ya kuteketezwa aliyemsongeza, na kila sadaka ya unga iliyookwa mikono, na yote yaliyoandaliwa chunguni au kaangoni, yote yatakuwa ya huyo kuhani aliyesongeza. Na kila sadaka ya unga kama umeandaliwa na mafuta au kama ni mkavu, watautoa wana wote wa Haruni kuutumia kila mtu sawasawa. Tunaweza kuona mfano wa sadaka ya amani namna ilivyotekelezwa. Tunaona kwenye kitabu cha Walawi sura ya 7 mstari wa 11 hadi 21. Na sheria ya matoleo ya sadaka za amani atakazosongeza mtu kwa Bwana ni hii, kwamba ataitoa kwa ajili ya shukrani. Ndipo atakaposongeza pamoja na hiyo sadaka ya shukrani mikate isiyotiwa chachu iliyoandaliwa na mafuta, na mikate ya haki isiyochachwa iliyopakwa mafuta, na mikate ya unga mwembamba uliolowama mafuta. Ataleta matoleo yake pamoja na mikate iliyotiwa chachu, na pamoja na sadaka zake za amani kwa ajili ya shukrani. Na katika hayo atasongeza kimoja katika kila toleo kiwe sadaka ya kuinuliwa kwa Bwana. Itakuwa ni ya kuhani atakayenyunyiza hiyo damu ya sadaka za amani, na hiyo nyama ya sadaka zake za amani zilizochinjwa kwa ajili ya shukrani italiwa siku
hiyo hiyo ya matoleo yake, asisaze yote hata asubuhi. Lakini kwamba hii sadaka ya matoleo yake ni nadhiri au sadaka ya hiari, italiwa siku hiyo aliyoileta sadaka yake, kisha siku ya pili yake kitakachosalia kitaliwa. Lakini hicho kitakachosalia katika hizo nyama za sadaka hata siku ya tatu kitachomwa moto. Tena kama nyama yoyote katika hiyo dhabihu yake ya sadaka za amani ilikuwa siku ya tatu, haitakubaliwa wala haitahesabiwa kwake huyo mwenye kuisogeza. Itakuwa ni machukizo, na mtu atakayeila atachukua uovu wake. Tena nyama itakayogusa kitu kilicho najisi haitaliwa, itachomwa moto. Na katika hiyo nyama nyingine kila mtu aliye safi anaruhusa kuila. Lakini mtu huyo atakayekula katika nyama ya sadaka za amani ambazo ni za Bwana, na unajisi wake akiwa nao juu yake, mtu huyo atakatiliwa mbali na watu wake. Kisha mtu awaye yote atakapogusa kitu chochote kilicho najisi, uchafu wa binadamu au mnyama aliye najisi, au machukizo yoyote yaliyo najisi, kisha akala nyama ya dhabihu ya sadaka za amani ambazo Bwana, mtu huyo atakatiliwa mbali na watu wake. Je, unaelewa nini kipindi cha neema? Au unaelewa nini kuhusu kipindi cha neema? Je, unaelewa nini kuhusu kipindi cha neema? Tupo katika wakati ambao hatukustahili kuwapo, ila kwa neema ya Mungu bado tupo, na kusudi kubwa la Mwenyezi Mungu ni kutoa nafasi ya kujiandaa kwa kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Mungu ameachilia kipindi hiki cha neema ili tutubu dhambi zetu. Kwa neema ya Yesu Kristo kwa wanadamu, ukimkompea na wakati wa Agano la Kale, utagundua kuwa neema ya Yesu imezidi kiwango, maana hatukustahili. Neema ya namna hii sisi ambao tulikuwa hatufai kabisa mbele za Mungu. Tunaona kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya kwanza mstari wa 14, na neema ya Bwana wetu ilizidi sana, pamoja na imani na pendo lililo katika Kristo Yesu. Yesu alizaliwa chini ya sheria. Kusoma Wagalatia sura ya 4 mstari wa 4 inasema, naye alilelewa katika sheria, au alilelewa kadri ya sheria. Pia ukisoma Luka sura ya 2 mstari wa 21 hadi 24 anasema hizi habari. Lakini pia alitii sheria. Ukisoma Mathayo sura ya 17 mstari wa 27 na Yohana sura ya 2 mstari wa 13 utagundua kwamba Yesu alitii sheria. Naye aliagiza watu wengine waitii sheria. Kusoma Mathayo sura ya 8 mstari wa 4, lakini Mathayo 23 mstari wa 1 hadi wa 2. Yesu hakupinga sheria, ingawa kiukweli alipinga tafsiri yake mbaya, jinsi walimu wa Kiyahudi walivyoifundisha wakati wake. Yesu alishika na kuitimiza sheria kwa njia ya kuonyesha maana yake ya kweli. Mara nyingine Yesu alisisitiza kwamba sheria ilikuwa njema na takatifu, japokuwa viongozi wa dini walitumia sheria kunyanyasa watu, na hata wakaongeza mapokeo yao ya kibinadamu na kuwalazimisha watu wayatii kwa kufanya hivi. Walisahau au walipinga makusudi ambayo kwa ajili yake Mungu alitoa sheria. Tunayaona haya kupitia kitabu cha Mathayo sura ya 23 mstari wa 1 hadi wa 7. Kisha Yesu akawaambia makutano na wanafunzi wake akasema, Waandishi na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa. Basi yeyote watakayowaambia myashike na kuyatenda, lakini kwa mfano wa matendo yao msitende, maana wao hunena lakini hawatendi. Wao hufunga mizigo mizito na kuwatwika watu mabegani mwao, wasitake wenyewe kuigusa kwa kidole chao. Tena matendo yao yote huyatenda ili kutazamwa na watu, na kwa kuwa
hupanua hirizi zao, huongeza matamvua yao. Hupenda viti vya mbele katika karamu, na kuketi mbele katika masinagogi, na kusalimiwa masokoni, na kuitwa na watu Rabi. Kifo cha Yesu, ishara ya damu ya agano jipya. Sasa hatuhitaji tena damu ya mnyama wala unga wa kuchemsha. Wakristo hawapo tena chini ya sheria, bali wapo chini ya neema, lakini hawaishi pasipo sheria. Ukisoma Warumi sura ya 6 mstari wa 14 hadi wa 15 inazungumza. Kwa maana dhambi haitawatawala ninyi, kwa sababu hamui chini ya sheria, bali chini ya neema. Ni nini basi? Tufanye dhambi kwa sababu hatui chini ya sheria, bali chini ya neema? Hasha! Tumewekwa huru kutoka kwenye utumwa wa sheria na tumeunganishwa na Yesu Kristo. Tunasoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 7 mstari wa 4 hadi wa 7. Kadhalika ndugu zangu, ninyi pia mmeifia torati kwa njia ya mwili wa Kristo, mpate kuwa mali ya mwingine, yeye aliyefufuka katika wafu, kusudi tumzalie Mungu matunda. Kwa maana tulipokuwa katika hali ya mwili, tamaa za dhambi zilikuwako kwa sababu ya torati, zilitenda kazi katika viungo vyetu, hata mkaizalia mauti mazao. Bali sasa tumefunguliwa katika torati, tumeifia hali ile iliyotupinga, ili sisi tupate kutumika katika hali mpya ya roho, si katika hali ya zamani ya andiko. Tusemeje basi? Torati ni dhambi? Hasha! Wala singalitambua dhambi ila kwa sheria, kwa kuwa singalijua kutamani kama torati isingalisema usitamani. Sheria ya Yesu Kristo ni sheria ya uhuru. Yaani ni sheria ambayo Wakristo wanaitii, si kwa sababu wamelazimishwa kufanya hivyo, bali kwa sababu wanapenda kufanya hivyo. Nguvu inayowatawala maisha yao haikuandikwa katika mipango ya sheria, bali nguvu yao ni nafsi aliye hai, yaani Yesu Kristo. Tunajifunza haya kutoka katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Wakorinto sura ya 9 mstari wa 20 hadi 22. Inasema, nalikuwa kama Myahudi kwa Wayahudi, ili niwapate Wayahudi. Kwa wale walio chini ya sheria, nalikuwa kama chini ya sheria, ingawa mimi mwenyewe si chini ya sheria, ili niwapate walio chini ya sheria. Kwa wale wasio na sheria, nalikuwa kama sina sheria, si kwamba sina sheria mbele za Mungu, bali mwenye sheria mbele za Kristo, ili niwapate hao wasio na sheria. Kwa wanyonge nalikuwa mnyonge, ili niwapate wanyonge. Nimekuwa hali zote kwa watu wote, ili kwa njia zote nipate kuwaokoa watu. Sasa Wakristo wote tunaishi ndani ya sheria ya Kristo, wala sio ile torati tunaona kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 6 mstari wa 2. Mchukuliani mizigo na kuitazama hivyo sheria ya Kristo. Wagalatia sura ya 6 mstari wa 2. Mchukuliane mizigo na kuitazama hivyo sheria ya Kristo. Yesu alisisitiza sana tuzishike amri zake ambazo zilibebwa na upendo. Tunasoma kitabu cha Yohana sura ya 18 mstari wa 15. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Lakini pia tunaona kwenye Yohana sura ya 15 mstari wa 10. Mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Kwa kuzishika sheria zake Yesu Kristo tutaishi katika upendo, na jambo hili ndilo utimizaji wa sheria. Tunayaona haya kupitia kitabu cha Yohana sura ya 13 mstari wa 34. Amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Lakini pia tukisoma kitabu cha Warumi sura ya 13 mstari wa 8 hadi wa 10, inasema, msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana,
kwa maana ampendaye mwenzake ameitimiza sheria. Maana kule kusema usizini, usiue, usiibe, usitamani, na ikiwapo amri nyingine yoyote inajumlisha katika neno hili, ya kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Pendo alimfanya jirani neno baya. Basi pendo ndilo utimilifu wa sheria. Hilo ndilo neno la leo. Siku ya leo tumejifunza namna ambavyo tunaweza tukaokolewa kwa neema. Je, kuokolewa kwa neema ina maana gani? Kipo kitabu kinaitwa Usiogope. Ni kitabu kizuri sana, kitabu ambacho nimeelezea mambo mengi sana. Yako mambo mengi sana kwenye hichi kitabu. Nitafute kwa hii namba inayopita hapo chini. Namba hii ukinitafuta utakipata hichi kitabu popote ulipo. Shalom, shalom.